Ukijiona uko kwenye mahusiano na mtu, alafu watu wanaongea sana, kila mtu anaongea la kwake kudiscourage, yani huyo mtu hafai, wengine watasema mfiki kokote, wengine sio saizi yako, wengine wengine kila mtu ana talk la kwake. Alafu yale maneno wewe yanakuvuruga, yani huelewi. Unaanza kujiuliza mara mbili, mimi nitaweza kweli? Sidhani. Inawezekana unaniambia kweli. Sweetheart, sio wako huyo. Simple. Iwe Mungu anakuepusha, iwe Mungu anataka kusema na wewe kupitia watu, iwe my dear, sio wako. Maana wakati mwingine vile vitu ambavyo sio vya kwetu huwa hatunaga amani navyo na hatuna raha navyo, na wakati mwingine hata sisi wenyewe tunakazana kuvikosoa. Kikitokea kitu kidogo unaanza huyu, yani huyu ndo atakuwa mke huyu. Akiwa wa kwako, ukiwa umempenda sawa sawa, naomba tuelewane hapa, ukiwa umempenda kwa dhati sawa sawa, sweetheart, hata aje baba mdogo akwambie huyu hafai, unajua alishatoaga mimba 7, nimeshuhudia, alishafanyaga 1 2 3, alishalala sijui na hata aje nani, you'll never listen, even your parents. Yani kuna wakati unafika uko radhi ugombane mpaka na wazazi wako, kisa mtarajiwa wako au mke wako. Mpenzi, usituzungushe na maneno mengi hapa. Ukumpenda wewe, ungempenda penzi ungelipigania, yule hata uambiwe nini. Kelele nyingi, yule unajua yule sio wapi wewe. Aliyependa anasikiliza mama kasema nini, aliyependa anasikiliza baba kasema nini. Wewe hujapenda wewe, na huyu hajakusudiwa wewe huyo. Unajua yule mwanamke hakunifaa, sijui alifanyaje, kaolewa, kaachika, hizo zote mbwembwe. Hukumpenda. Utakayempenda dia, utakayempenda sweetie, utakayempenda honey, utakayempenda sweetheart.